present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. What shapes direction? Direction of a young person is shaped by a spiritual, constant behavior. Mwanarika anakoelekea, anaongozwa ama anapewa mwelekeo na tabia za utakatifu zinazofanyika kwa kufuatiliza. Praise the name of the Lord. Unaelewa? A spiritual behavior that has consistency. Hakatizi katizi. Na ndio maana Paulo anasema, ndugu zangu, itoeni miili yenu iwe ya utakatifu, kwa sababu hiyo ndio dhabihu ambayo inakubalika. Let me tell you, my brothers and sisters, there is no future without holiness. If there is something that a young person can choose for your own good and sake, it is holiness. Bwana Yesu atukuzwe. Unajua kabisa hii dhambi ni mzuri, lakini sitaitenda kwa sababu nahitaji kesho. Because there is a certain behavior that can rise in you today and block the destiny tomorrow. And some of us who are speaking to you here, we are not angels. We are products of a rectified mistake. Sasa mnafikiri mrezi dada muhujiria hana madhaguthi nekirete. Ate kurikia ha muigwe ndahura mathagu papa guwe mutumia wakwa ikarera gatitira. Ate tuinuke. Your vision is a product of a rectified mistake. I am not serving God as an angel. I am serving because there is mercy. Praise the name of the Lord. I am serving God because there is grace. The amazing grace that saves men from the sinful world. But now as a young person, you have an opportunity of not committing the same mistake that has costed many. Wewe uko na nafasi, na ndio maana tunakuleta hapa, tunakaa na wewe ili tukueleze ya kwamba kuna dhambi unaweza jizuia, na hiyo dhambi ndio ili cost maisha ya wengine. Bwana Yesu atukuzwe. Ndio ili cost maisha ya wengine. Right now, mimi ungeniambia ningekuwa askofu wa makanisa, tungekosana. Because the world is so catchy. Dunia ina mambo marembo. Wacha nikwambie, hata mimi hapa saa hii najua kuna vijana wengine hapa wameinfluensiwa na dunia. Hata kuvaa wanavaa vile wanaona vijana wamevaa huko kwa mavipindi za TV. Sio vile ambavyo wamechoose kuvaa. They are being influenced, because the work of the world, it is to influence people so that they can run away from destiny. Kwa sababu dunia haitaki ufike. And it is very easy to enter into your destiny. Ni rahisi sana kuingia katika hatima yako. Hatima itaingiwa na watu watakao jinyima. Destiny will be entered, will be tested by people who will do as Apostle Paul is saying, sacrifice yourself for holiness. Bwana Yesu atukuzwe. Jitoe. Unajua kujitoa ni, it is a decision, and we cannot force you. Saizi najua kuna mtu anasikia nikisema watu wawe watakatifu, aliyafio kokafio. Na already wamepanga hapa. Wamepanga. Sisi tukiachiliwa kesho hatutaenda direct nyumbani.
Hapa najua kuna wengine, lakini sisi hatuna uwezo wa kukuzuia. Lakini the repercussion of a sinful nature is so bitter. Uliza wale vijana tayari wameonja tabu ya kuingilia gayism. Wengine wanatembea na kando. Ukimuuliza atakwambia singekubali mtu aguze ama aniingie kutoka nyuma. Because the repercussions are painful. Just ask people who are fighting masturbation. They will tell you, this is the wrong thing that I tried. And before you enter into a behavior, angalia repercussions. Shida ya hii ni nini? Praise the name of the Lord. Shida ya hii ni nini? Enda utafute vijana, enda mahospitali zilizo karibu na kwenu. Uangalie watu young. Siku hizi mpaka ARV zinakujua na vijana wadogo. Hata si wanatokea hata kwa TikTok live wanasema mimi nakunywanga ARV. Uwaulize swali, watakwambia heri singeingia hiyo lodging. Kama ningalijua singeingia hiyo lodging. The genesis of a sin can be controlled, can be tamed and blocked by holiness. Mwanzo wa dhambi huwa unasimamishwa na nini? Na utakatifu. Na utakatifu ni kuchagua kuishi maisha ya utakatifu. Na ndio Paulo anawasihi Warumi, anawaambia kama ikiwezekana itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Bishop wewe hubiri tu, but mimi kabla nirudi shule I must break my virginity, nisikie vile wamama husikia. Utasikia vile wamama wanasikianga, lakini na wewe. Lakini na wewe hiyo gharama. Unajua vijana hawawezi ona. Unajua vijana, shida ya vijana ni moja. Dunia inafunganga macho ya vijana haraka sana. Haraka vijana ukiwauliza wanaonanga hapa. Na ndio maana hata Mkikuyu akasema kama mzee amekalia kiti anaonanga mbali kuliko kijana akiwa juu ya mti. Because a youth does not see tomorrow. Vijana wanaonanga kama tunaishi leo tu. And I told you yesterday, responsibility are on the way. Hiyo virginity tunataka kuvunja, utashindwa hata sasa. Na reka one ndakirireirie kono ne ndamenyaga guturaga ũũ. Inaweza kuwa tamu leo lakini itakuwa chungu kesho. Praise the name of the Lord. Itakuwa chungu tamu leo, chungu kesho. Because I told you things are defined by time and seasons. Na muda bado unasonga. Wale wa headquarter mahida no maradhi. Hiyo ni slogan yetu headquarter. Mahida no maradhi. There was a time ulikuwa mdogo, ukaanza kutambaa, ukaanza kumea sehemu zingine za mwili, hata wewe ukijiangalia ukiwa bafu unaonaga nimetumia leo. Mimi ni mwanamke. Sasa bado hujakuwa mwanamke. Inakuja. Inakuja. Sasa hizi ukiambia wasichana wana wako hapa, kuna siku utakuwa unaangalia stretch mark, unaona ukikaa zebra wanastuka. Naangalia unaligo gai. Dago nyalilele. Mkunjo imetoka hapa na ikusumbui. Hata sasa hizi mnachunga tu shape na nini. Ipo siku inayokuja tutakuendesha kama mtungi hivi mtungi. Tutakusukuma kama mtuga gutindika kata mtungi ugu. Urathiururuka wega na nduregonya. Wiga fufu kahumbu. Praise the name of the Lord. But before that time comes, ni nini kitanishikilia? Ile siku sitafanyika daktari. Will I give up with life? Ile siku sitafanyika neurosurgeon. Will I give up with life?
Ile siku sitafanyika pilot. Bishop, mimi nitaendesha ndege dunia hii. Kuna siku itafika ukose hiyo ndege, ubaki tu kuendesha ukikula maharagwe. Kuendesha haitakosa, lakini ni ukikula maharagwe. Hiyo siku ni kuachilia, nitaachilia matumaini kuhusu maisha. Hapana, nitakumbuka niliweka utakatifu. Holiness shapes your direction. Living an holy life, kuishi maisha yasiyo na utakatifu, huwa yanakunyima na yanaiba mwelekeo wako. The only thing that can steal the direction to your destiny is living an holy life. Maisha ambayo si ya utakatifu. Wewe vuta hiyo bangi kabisa. Bishop hata kuambia uache, yeye anajua repercussions. Wewe kula hiyo mogoka tu, jifiche kwa shamba. Kula mogoka kabisa. Ipo siku hiyo mogoka itakuleta kwenye tuko. Unajua watu wanafikiria kujificha katika dhambi ni kuzuri. Hiyo dhambi kuna siku itakuleta mwangazani. Itakuleta. Kwani unafikiria ukipata mimba utakuwa unaacha mimba nyumbani unakuja church? Praise the name of the Lord. Atesiko jeterai nikioreka demo sienda gukonora ihuto thie. Atunaiacha mahali kwa wardrobe alafu ukirudi unaiweka. Kuna dhambi ambazo ni tamu sana ukizifanya katika siri, lakini zitakuleta kwenye tuko. Zitakuleta. Haya, nikuulize kasichana, haya, unataka aje unidedicatie mtoto? Kwani ulipata? Na si nilikufunza uishi maisha matakatifu. Sasa utafanya nini? Mimi hata nashindwa. Baba yake ni mteso na alisema hata sijui. Sasa mtoto wako hapa, alafu wewe ni mweupe, katoto ni keusi kabisa. Ama wewe ni mweusi, katoto ni keupe kabisa. Brother zako wanakaita kwa mzungu. Ama ni keusi na nyinyi ni weupe kwenyu wanyakairo. Ni sawa, lakini ninakuuliza maswali mawili. Sasa tutafanya nini na shule? Mimi bishop, sijui hata mimi. Na wazazi wako wanasema nini? Wanasema hata hao hawajui. Hata sisi kama kanisa hatujui. Kuna siku utafanya dhambi zikuingize hapo kwa hatujui. Kwa sababu huku tuita, ukienda kupiga manduru huko kama wazimu. Bishop, mimi naomba jina langu liandikwe kwa Lordstone. Niwe nachukua unga juu mzae amenitoka. Kwa nini? Alijua ninakunywa madawa za ARVs na alijua Before that time comes, what can shield you from going to that direction? Holy life. Utakatifu. Maisha ya utakatifu. Kabla tukutane na wewe hivi, bangi imefika batiani ya kichwa. Nachungulia watu. Nachungulia watu hiyo. Yani, imagine hapa how good it is and pleasing when you are serving God. Alafu tuone watu walikuwa naimbia Mungu hapa. Watu walikuwa na rukaruka paka wanaogopa watu. Kengori. Yani paka maisha. Who deserves a life? Inakaa namna hiyo kwa sababu tu ya kusema mimi sitaki bangi. Halafu unajua uzuri, mnajua ya kwamba bangi ni mbaya. Polisi wanaichukia, watakushika. Dunia inajua utakuwa wazimu. Kijana bright, msichana bright, tumpoteze. Yule daktari alisema tumpoteze. Kama unataka kuwa daktari, kaa vile madaktari hukaa.
Kama unataka kuwa pilot, kaa kama pilot. Toa Pornhub kwa simu yako. Pilot hawezi ona ngono akiendesha ndege hewani. And listen, huwezi tuambia unataka kushinda uovu na unapenda lifestyle ya watu waovu. You cannot cast a demon out while you still enjoy their lifestyle. Huwezi. Kama unataka kuwa mtu wa heshima, kaa vile watu wa heshima hukua. Hebu imagine sasa wewe, hata wewe unaweza amini nani? Daktari unapata na suti na hiyo inaitwa nini? Stethoscope. Na kabuti mzuri anakuongelesha kwa kizungu. Hi, how are you? My name is Dr. John. Welcome to this hospital. Can I help you? Welcome. Unajua huyo mtu kukuongelesha unaaminigi unapona. Hata hiyo kukuongelesha unaanza kuona uponyaji. Utapona. Hebu imagine uende hospitali ukute mtu daktari akona kabuti. Stethoscope hata ameiweka hapa na akona sigara kwa gato. Atere mwangi. Ha modo waka arada guthinjo. Igira kula joka guthinje. Hata language yenyewe peke yake. Igira joka guthinje. Ogana kagagio. Okay. Yaani unashindwa anachinja kuku. But ile tabia unatuonyesha saa hii inadhibitisha ya kwamba utafanyika kile ambacho unasema na hapo mbele. Mimi nikikuwa mkubwa nitakuwa bishop. Bishop mgani amesaga? Umesaga, umevaa nguo bage, hunyoi nywele, umeweka meno moja ya mabati. Hapana, niambieni ni bishop mgani huyo? Ama mnafikiria sisi hatuna pesa ya kuvaa manguo bagi? Ama mnafikiri mimi siwezi weka meno mbili za mabati? Si ninaweza. Wasichana. Bibi mgani wa askofu anachora mgongo yote maua? Nani anaweza oa msichana ambaye amepumbazwa na dunia mpaka ameandika jina ya mtu mwingine hapa? Wewe unaweza oa bibi? Wewe unaitwa Benson Kamau, alafu hapa unaona ati Pato Blayo. Kuna tabia zingine mtafanya mkifikiria nyinyi ni wadogo, msahau maisha yanasonga, mumegojewa na hapa mbele na reality itakugonga. Niliona msichana ati amependa mtu. Sasa wacha huyo msichana, mimi siwezi andika jina huyu kwa mkono yangu. Ati Reverend Joy. Na akiweza tajirika niache yake Mungu. Haya. Alafu wewe ni kuoe unaitwa Susan Wanjiko, alafu upatake hapa Reverend Joy. Na mimi siku hiyo mpaka sio bishop niligoroka. Niliachwa nikagoroka. Wewe niambie tu uende ufunue mgongo ya bibi yako, mumeoana, hamujawahi onana, siku ya kwenda honeymoon, ufunue mgongo, upate hapa kimemia. Niambie tu ukweli, kwa sababu vijana mnafanya mambo kwa kutojua kuhusu kesho. Hiyo nitawakemea msikie kuniua. Nyinyi ni Gen Z, nisalimieni lakini nitawaambia ukweli. Ati unakuta kijana anaandika jina ya msichana. Jina ya msichana. Hadi mko na mtu yuraino anakojoa hivi. Unaona ati Shiku. Alafu maisha ikuendee msege mnege uoe Emily. Guys, mambo mengine jichunge. There is a certain guy aliandikanga kwa akiwa mdogo tu, vile watu wanachezaga mchezo, kwa sehemu nyeti akaandika Adidas. Sasa alikuwa anafikiria ataishi akiwa mdogo.
Kila msichana alikuwa anaoa, akienda kuoga anaona inasoma AIDS. Anamuacha. Sasa ilibidi aishi kuelezea wasichana. Usiniache. Naambiwa na kwa sehemu yako nyeti imeandikwa AIDS. Anawaambia ikisimama inasomanga Adidas. Who has that time? Nani yako na masaa hayo ya kugojea mtu aliyefanya makosa tuanze kurekebisha makosa wakati muda umesonga? Gonga jirani, mwambie wacha upuzi, ishi maisha ya utakatifu. Praise the name of the Lord. Nani yako tayari kuoa msichana ako na kipini kwa mapua? Najua wengine wenu mlichomoa juu mnakuja conference. Nani? Kwani ile kipini tunajua ni ya kuvuta ng'ombe. Ati msichana ako na kwa mapua kwa hapa, ako na kipini hapa kwa mdomo, ingine imeshika hapa, ingine siku hizi wanaweka kwa meno, ingine mnatoboa. Yaani mpaka unashindwa huyu akikufa nitamzika ama nitampeleka kwa scrap metal.